atatuongoza na itakuwa faida kwetu na uzao wa tumbo letu. Naomba niwashike ugeni kwa neno la Bwana. Kitabu ni cha Samueli wa kwanza, mstari wake, mlango wake ni mlango wa 3, mstari wake ni verse number 10. Naomba nisomewe. Samueli wa kwanza, mlango wa 3, mstari wa 10, nasema Bwana akaja akasimama akaita vile vile, akamwita Samueli vile vile kama kwanza Samueli. Ndipo Samueli akasema, nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Asante. Bwana akubariki sababu ya kusoma vizuri. Andiko haya inasema vizuri, hivyo Bwana akakuja akaita Samueli. Na wakati Bwana alikuwa anaita Samueli, alikuwa anaita Samueli akiwa anataka Samueli aweze kuelewa Bwana. Na nataka nikushike ugeni kabla niende mbele kidogo, nikwambia kwamba kumbuka leo ni Sunday ambapo ni ya mwisho wa mwaka wa 2025. Nikukumbushe tena, leo ni Sunday ya mwisho ya mwaka wa 2025 ambao ni Sunday ambao ndio Sunday ile tutakuwa kanisani. Na sasa ukaangalia ya kwamba Samueli alikuwa amekaa katika miaka mingi na katika miezi mingi na alikuwa amekaa wiki mingi, miaka na hata miezi na hata masiku akitafuta uso wa Bwana. Maandiko inasema vizuri, Samueli akawa amefika mahali anahitaji kuelewa sauti ya Mungu. Na Samueli hapa alikuwa anaita Mungu ili Mungu aweze kumzungumzia. Lazima Samueli alikuwa amepoteza muda ambapo ni wa kujiongoza na sauti za kusikia katika wanadamu. Sikatai wanadamu ndio Mungu atatumia kukwambia, but ni vizuri kuelewa ya kwamba sauti ya Mungu, utakaposikiza sauti ya Mungu katika watoto wako, katika uzao wa tumbo lako, katika maisha yako, katika jamii yako, katika kutembea kwako, waweza ukasikiza sauti ya Mungu na ukawa wewe ndio utakuwa mkombozi wa familia yako. Waweza ukasikiza sauti ya Mungu na ukawa kwamba wewe ni wewe utakapotoa familia yenu katika msingi wa umaskini. Waweza ukasikiza sauti ya Mungu na ikawa sauti hiyo ya Mungu ndio utakapoisikiza na kuifuata, wewe ndio utaleta wokovu within familia yenu. Waweza ukasikiza wokovu ukawa kwamba ile sauti ya Mungu ambayo unaisikiza ndio itakapoondoa magonjwa katika within family. Maandiko inasema vizuri, Samueli akawa anasikiza sauti ya Mungu na akawa na shauku ya kutaka kusikia sauti ya Mungu, akawa na shauku ndani yake. Hijui kana kwamba wewe hiyo miaka yote umekaa umejai kuona shauku ya kutaka kusikia sauti ya Mungu, kama vile ambapo unasikia mtu anakuwa na kiu. Wajua kiu ya maji unapoisikia huwa hata ukapewa chai unasema bado nipe maji, sababu kuna kiu unasikia. Miaka ile uko nayo, jika na kwamba umekuwa na kiu ya sauti ya Bwana, umekuwa na kiu ya kujiuliza, je, nitafanyaje ili niwe na kiu ya sauti ya Mungu, niwe na kiu ya kunenewa na Mungu. Sauti zingine nimesikia, bali kuna sauti moja natamani kuisikia ndani ya maisha yangu. Kuna sauti moja natamani kuisikia ndani ya masikio yangu. Nimesikia sauti mingi, nimenenewa na watu wengi, nimenenewa na wazazi, nimenenewa na mapasta, nimenenewa na maaposto, lakini kuna sauti moja ambayo nahitaji kuisikia na niielewe na niifahamu. Nayo hii sauti ni sauti ya aliyeumba mbingu na nchi. Hii sauti ni ya mwenye alifufua Lazaro. Hii sauti ni ya mwenye aliumba mimi pia wewe. Hii sauti ni sauti ambapo si ya kawaida. Ni sauti ambayo ukiisikia maisha yako inabadilika. Ukiisikia na uheshimu na uitii na unyenyekee na uifuate na uiamini, maisha yako inabadilika. Kwa sababu hata hiyo sauti ukiisikia kuiamini si rahisi. Sababu unajua hiyo sauti unapoisikia kuiamini ni ngumu, kwa sababu kuna vile
mawazo yako imeseti kutaka kusikia. Na kuna vile wewe ulishajiamulia mwenyewe. Samueli aliposikia sauti ya Mungu ilipomnenea, akafuata sauti ya Mungu. Nataka nikutangazie mwaka wa 2025. Sababu umeisha. Na labda ukusikia sauti ya Bwana. Omba Mungu. Hizo siku zimebaki. Iko stadi ya mwisho. Waambie Bwana, hiyo miaka yote, hizo siku zote, hata familia yangu, hata mimi mwenyewe, hata uzao wangu, hata kanisa hili, hata mahali popote, naomba kusikia sauti ya Mungu kuanzia leo. Naomba kuongozwa na Bwana kuanzia leo. Naomba kuona sikia sauti ya Mungu ndani ya masikio yangu. Watoto wangu niwafunze kusikia sauti ya Mungu. Nyumba yangu isikie sauti ya Mungu. Uzao wa tumbo langu usikie sauti ya Mungu. Watoto wale nayeongoza wasikie sauti ya Mungu. Mwaka wa 2026 niwe ninaheshimu sauti ya Mungu. Niwe ninaipea nafasi. Niwe ninaitii. Niwe ninaiheshimu na niwe ninaiamini katika jina la Yesu mwana wa Mungu. Habia Mungu akupe roho wa kuamini sauti yake. Habia Bwana akupe roho wa kuamini sauti yake. Na sauti ya Bwana ikinena uweze kupata ufahamu wa kuelewa ya kwamba hiyo miaka umepoteza. Utakaposikia sauti ya Mungu, naye Mwenyezi Mungu sababu wako hai hata kurejeshea miaka iliyopotea, hata kurejeshea baraka zilizopotea, hata kurejeshea pepa iliyopotea, hata kurejeshea kibali chako kule kiliyeenda. Utakapoamini na kufuata sauti ya Mungu na kuiheshimu, kama ilikwambia enda kanisani ukaoshe kanisa, enda ukae huko ukaoshe. Unaambia Mungu, niko mahali uliniambia, nikae, niko mahali uliniambia nioshe. Utakapoambiwa enda ukahubiri, enda ukatangaze neno la Bwana. Hata kama umetumwa soko, enda ukahubiri huko soko, ukaambia Bwana niko kwa soko, mahali uliniambia hapo ndipo niko. Kama uliambiwa uende ukasifu, enda mahali hapo ukasifu. Kama uliambiwa uende ukaombee watu, enda ukaombee watu. Ukaambia Bwana niko mahali uliniambia. Andiko inasema vizuri, mtumishi wa Mungu Petro alipoenda akalala akitega samaki, alilala akitega samaki usiku mzima, lakini kwa sababu hakusikia sauti ya Mungu, andiko inasema alikandamizwa na baridi, akawa amekuja mana. Baridi ya usiku ni ngumu, baridi ya usiku ni hatari. Petro na Yohana wakakujwa na baridi, mili yao ikawa kama imetoka kwa firiji, kwa sababu ya kutokuheshimu sauti ya Mungu. Wakati Yesu alipokuja, aliwaambia chukueni merikebu yenu, chukueni hiyo neti yenu, chukueni neti yenu murushe ndani ya ile bahari. Na ukasoma maandiko vizuri, hawakurusha kwa bahari ingine, ni ile bahari walilala hapo usiku mzima. The same hiyo bahari, the same ile bahari ndio waliambiwa na Bwana warushe nyavu zao, lakini hawakurusha nyavu zao kwa bahari ingine. Lakini maandiko inasema walikuwa wamelala hapo usiku mzima wasipate kitu. Hawakupata mpaka vyura moja na vyura ikuliawi, lakini walilala hapo. Maandiko inasema kwamba vile walilala hapo, sasa wakati waliheshimu sauti ya Bwana, kaambia chukueni murushe nyavu zenu ndani kwa jina la Yesu Kristo. Wakafuata sauti ya Bwana. Walipoirusha mahali pale, sababu ya kuheshimu sauti ya Bwana, ya kufuata sauti ya Bwana, maandiko inasema vizuri, ile muda yote walikuwa wamepotesha, ile masaa zote walikuwa wamepotesha. Hata hiyo dafu zao walierusha, walikuwa naita watu wa kuwasaidia kufuta. Sasa tuitieni watu wengine, sijui imeshika nini chini. Samaki zilisikia sauti ya Bwana, zikaweza kuitii, zikaingia ndani. Dafu zao zilipoingia ndani, wakina Petro na Yohana hawangeweza kufuta ile dafu zao, hawangeweza kufuta. Sasa ilibidi waite watu wengine wasaidie kufuta.
wasaidie kufuta, na sauti ya Bwana ilipowanenea hawakuchukua muda kutega samaki. My sister, my brother, umehangaika kwa miaka mingi, umehangaika kwa muda mrefu, umehangaika kwa muda mrefu. Kanisa zimehangaika, ndoa yako imehangaika, maisha yako imehangaika, watoto wako wamehangaika, umekosa hata uzao wa tumbo lako. Ndio maana unashindwa utapata mrithi wapi, lakini unakosa kupata mrithi kwa sababu ya kutokuheshimu sauti ya Mungu. Umekosa ukado wa mzuri, ndoa yako imekosa kusimama, umekosa kupata kazi kwa sababu ya kutokuheshimu sauti ya Mungu. Heri mtu yule atakapoelewa ya kwamba nimesikia sauti za watu, lakini kuanzia leo, mwaka hii mwingine, lazima nibadilike, lazima nichukue hatua ambao ni ya imani. Sauti za watu ninaziweka kando, nataka kuongozwa na sauti ya Bwana, nataka kuongozwa na sauti ya Simba wa Yuda, nataka kuongozwa na sauti ya Emmanueli. Maandiko inasema vizuri, wakati Petro na Yohana walipotii sauti wa Mungu, hapo wanafunzi wa Yesu walipotii sauti ya Mungu, wanafunzi wa Mungu ama wanafunzi wa Yesu walipotii sauti ya Mungu, maandiko inasema merikebu zao zilishika samaki mingi mpaka wakashindwa kuifuta kutoka ndani ya bahari. Hii samaki zilikuwa zimeenda wapi usiku mzima? Na wakati Yesu aliwaambia rusheni nyavu zenyu ndani ya bahari, samaki sijaona kama zimeingia. Sasa wakaambiwa sasa toeni. Hawakuweza kutoa. Nataka kusema nini? Naongelea mtu. Nataka kusema nini? Wewe ambapo uko mahali pale, umepoteza muda. Lakini unaona Petro na Yohana baada ya kutii sauti ya Mungu walirejeshewa. Wewe ukitii sauti ya Mungu na uifuate, wachana na sauti za watu. Sababu wakati Mungu anapokunenea, nazo sauti za watu zinakupiga usifuate sauti ya Mungu. Wakati Bwana anapokunenea, utakuja pingamizi mingi. Hiyo sauti za watu zitakutuma utupe kompasi. Je, miaka yote umepoteza? Jipe nafasi ufuate sauti ya Mungu. Naambie Bwana, uzao wa tumbo langu, Bwana, uzao wa tumbo langu, Baba, kizazi changu, naomba kikufuate, naomba kikuheshimu, naomba nifuate sauti yako na nikaisikia hiyo sauti ya Bwana. Hata ukipata changamoto, ambia Mungu, ni wewe uliniambia. Ni wewe uliniambia Mungu. Ni wewe uliniambia niwe hapa. Ni wewe uliniambia itangaze sauti yako. Hakutakosa changamoto. Hiyo ndio ukweli wa mambo. Unajua sauti ya Mungu inapokunenea huwa kunakuwa na changamoto bado zitatumwa hapo. Na unakubali kumezwa na changamoto, bado ujue mwenye aliyeniambia alikuwa anajua hii changamoto nitaiweza. Mwenye aliyeniambia hakuniambia nitoke, aliniambia nikae. Jukumu langu ni kumwambia niko mahali uliniambia. Niko mahali uliniambia. Niko mahali uliniambia. Niko mahali uliniambia, na kumkumbusha ni wewe uliyeniambia niende mahali pale. Na kwa sababu uliniambia niende mahali pale, lazima Mungu akwambie uende mahali kuna kitu yako mahali pale. Kama Mungu akwambia uende mahali kuna kitu ambao anakutengenezea, kuna kitu ambao anakuudia. Yaani kwa unaona kwamba imekawia, but kweli kwa kama Bwana amekwambia njoo kwangu. Bwana hawezi kuita bure. Bwana hawezi kutuma mahali bure. Lazima akutume akiwa na nia fulani. Bwana, ni asante kwa neno lako. Saidie kutii na kuheshimu sauti yako na kuifuata kwa ajili ya utukufu wako. Miaka yetu yote ambayo iko mwaka wa 2025 ambao umeisha, ambao ni Sunday ya mwisho wa mwaka huu, tunaingia mwaka wa 2016. Baba, tunaomba utuwezeshe kuheshimu sauti yako, kuifuata, kutii na kunyenyekea. Si leo bali kuanzia leo hadi milele kwa ajili ya utukufu wako. Kila roho ambapo ni ya kuzuia tuheshimu sauti yako, tuitii na tuifuate. Hiyo maroho zote za kutokuamini sauti yako, maroho zote na sauti zote na kutuma tukose kusimama kwako. Wewe Mungu uketia mbinguni ukaziondoa. Baba wa mbinguni ukazifunja, ukaziadhibu. Tuomba neema yako, tuomba kibali chako, tuomba mamlaka yako, tuomba uwezo wako, tuomba ukuu wako, na tuomba kuongozwa na wewe, si leo peke yake bali milele na milele. Watu wanaposikia sauti hii waweze kuheshimu sauti yako, kuheshimu sauti yako, tuweze kuheshimu sauti yako na kuitii na kuifuata
kwa ajili ya utukufu wako. Asante kwa sababu ya wote wamekuwa wakitutazama mwaka hii yote ambao imeenda kuisha, ambao ni 2025. Huwabariki mara 100, ukutane na mahitaji zao, na ukite kitu wanahitaji wape kwa ajili ya utukufu wako na kwa ajili ya wema wako, na ukapokea heshima na utukufu kwa kurudia. Kwa jina kuu la Yesu aliye na Mwokozi na kuamini. Amen. Nawatakia mwaka mpya wa amani. Wenye kufanikiwa mnayotazama. Nashukuru nyinyi kwa sababu ya kutuangalia mwaka hiyo mzima wa 2025. Bado tutakuwa online mwaka ambao ni wa 2026. Na wewe ambao una mahali pa kurukia mwaka mkesha, tunakukaribisha katika kesha. Ukaribu sana katika kesha, na usijaribu kurukia kesha kwa nyumba. Kama utaweza kufika mahali tuko, nenda kanisa karibu na wewe, rukia mwaka kanisani, na ni vizuri ukiruka mwaka upatie Bwana mahitaji zako ya Mungu ungetaka akutimizie mwaka wa 2016. Mungu awabariki, awatende mema. Asanteni, bye. Atuombeane. Asante.